Sawa. Ukiangalia tasnia ya comedy kwa namna moja au nyingine sasa hivi inakuja kasi sana. Naweza nikasema ukiangalia comedy lakini pia ukiangalia tasnia ya ngumi ni moja ya vitu ambavyo vimetake over sana. Nini wito wako kwa wasanii wengine ambao bado wako nyuma kwenye upande wa digital? Wasanii wa stand up comedy? Yes. Ambao yani hawana page za nini? Yes. Ambao wapo nyuma sana kwenye digital kwa sababu digital ilikuwa ni moja ya eneo ambalo linawapeleka sana wasanii wa comedy mbali. Unajua sasa stand up comedian wengi hawanaga mambo ya kuangalia sana followers. Kwa hiyo ndio maana unakuta asilimia kubwa ya wasanii wa kadi wanakuwa na followers wachache. Yaani stand up ni tofauti na content creators wa kawaida. Stand up mara nyingi ukifuatilia yaani wao unakuta kwenye matukio tu sana. Ila kwenye kumkuta siko live TikTok nini hizo na mambo hawapendeleaji wengi, ni kama utamaduni. Sababu hata ukifuatilia stand up comedian wa South au wa nchi zingine kubwa, mtu mkubwa lakini ukicheki namba zake ni ndogo lakini ana heshima kubwa. Kuna bado stand up wengi sana. Hata fuatilia watubaki. Yes. Ukiangalia wengi bado wenye laki wa kuhesabu sana. Yaani nesi ni mfumo tu ambao umekuwepo. Yaani ni mfumo ambao umekuwepo ndio inakuwa hivyo. Sasa nini kifanyike Bwana Konkara? Hapo ndio kiweza kuamsha wengine ambao nao sasa wako nyuma kuanza kuwapeleka mbele, kwa sababu bila namba kusoma kwenye upande wa digital pia imekuwa ni changamoto. Pia hapo ni kuangalia tu namna ya kwanza kufanya na content moja hata kama upendi hata 2-3 unapandisha nini collaboration zile, kushirikiana na baadhi ya watu ambao namba wamekuzidi kidogo. Hiyo inasaidiaga. Ila kuna wale ambao ni masolo, yani wenyewe anakuwa tu yeye kama yeye akifanya tu stand up jukwani amemaliza. Kwa wale ndio unakuta unakuta mtu ni mkubwa kwenye stand up ila Instagram ni mdogo. Wale anaheshima kwenye stand up lakini IG ni mdogo au TikTok. Kwa hiyo yani labda niseme kwamba elimu pia itolewe. Unajua watu ambao wako serious sana ni kama wanafunzi wa science wale ambao wenyewe comedy yao ni kusimama tu na kuongea. Akishafanya show akitulia anaingia maskani na bunda lake anafanya mambo yake, anapiga show nyingine hivyo. Elimu tu ikitolewa watu wanakuwa fresh. Konkara, umekuwa ni msanii ambaye una engage na wasanii wengi sana. Nimekuona kama leo utakuwa na kina Kipotoshi, lakini kesho kutwa unakuwa uko na kina Leonardo. Kuna mambo mengi sana ambayo unayafanya kwa wasanii. Konkara ni mtu namna gani? Kwamba Konkara ni mwepesi ukimwita tu ghafla huyu hapa, au ni mtu ambaye ana miiko yake na ila ni upendo tu kutoka kwa watu? Kwanza mimi sio na viongozi. Yes. Kwa hiyo nikiitwa mpaka nakwambia ongea na uongozi. Ule uongozi nakuwa nimeshakwambia kwamba huyu mtu ndugu yetu. Kwa kama hapa tuangalie namna ya kumsaidia. Sababu tuseme kwamba manager hawezi kuongea na wewe au si hapa. Wewe unaambia management kwamba unamtumia mtu namba, afu unaambia atakupigia baada ya dakika 20. Afu unampigia uongozi unaambia kuna mtu ana shida hii na hii ni familia. Kwa hiyo tusimchukulie kama ile koja ungene vizuri tu. Hiyo ndio nafanyaga mara nyingi unakuwa inapatikana sana. Afu pia wanaonicheki wengi ni familia. Kwa hata kwa kataa na kugungumu. Kwa namna leo inasuta kwamba jambo la mshikaji labda ndio likenda vibaya inawezekana mimi kwa sababu. Kwa hiyo ndio tunaepushaga pia hiyo yani japokuwa sio bure, ila kuna zile ofa ambazo yeye mwenyewe yani azimuumizi. Safi sana. Wewe ni icon kwenye upande wa tasnia ya comedy na sanaa kwa ujumla. Lakini pia pale ulipotoka kama kitovu chako kilipotupwa pale, si ndio? Namaanisha pale nyumbani ulipotokea. Watu wanakutazama wewe ukiwa kama mwakilishi wao. Ni vipi? Kuna siku unatamani kwenda kufanya hapo, kutengeneza show kubwa pale ukaifanya, au kuweza kuwasaidia wale vijana waweze kumpea kwa push wakasogea kama kwenye eneo ambalo wewe ulipo? Kwa mfano mimi hapa na mpango wa kuandaa show zangu. Kuna hapa karibuni ndio nitakuwa naandaa. Kwa wote tu ambao nikishakaa na wachua kwamba hapa nachukua line yangu kali nini, tunapiga picha tunaposti.
sponsors tutawachukua pale basi. Kwa hiyo tulitarajia very soon. Soon tu hapa. Kwa sasa hivi ndio tuko mezani na washua mimi na uongozi wangu tunaangalia hapa. Tunafanyaje ili wao wapate na mimi nipate. Na wale ambao nawaleta nao wapate. Swali la kizushi bwana Konkara. Kipi unaweza kumwachia mpenzi wako kati ya simu au hela? Hela. Kwa nini sio simu? Simu lazima kwanza ugomvi, unajua ukishakuwa msanii alafu kuna namba nyingi za watu tofauti, kuna wanawake, kuna wanaume. Kuna mwingine anakuwa amekuzoea mwanamke ameandika message ambayo mwanamke. Unajua wanawake ni kama niseme kama traffic, hawashwagi sababu. Yaani mwanamke akichukua simu yako ataangalia tu, kwa nini umeongea sana na huyo? Mbona unajua ile mpigia mara 6? Anaanza kufuata. Unajua ni nani? Sasa maswali kama hayo yeye anachosha. Kwa hiyo bora kumwachia bunda akatulia, lakini sio sasa. Uone kama utakuwa umevunja uaminifu? Sawa, au ndio unatunza uaminifu? Uaminifu kwa nchi bwana ni watu wachache sana ambao wanaanza kufanya hivyo vitu. Ila kwa mimi simu weka mbali na watoto. Kwa hiyo uaminifu na Konkara ni vitu viwili tofauti. Unajua uaminifu na kuchukua simu yangu ni vitu viwili tofauti. Mimi hata nisipe simu yangu kwa sababu sipendi wewe unifikirie vibaya. Kuna namna mimi sifanyi alafu wewe unahisi unafanya. Unaweza kukuta SMS labda mtu ameniambia ameniita dia mwanamke tu. Kwa leo nzuri au ni yani mimi naishi naye vizuri. Wewe ukaisoma ile dia kama ile ikaanza kesi ndogo, unajua tena watu wetu ambao tunakuwa nao wengine sio waelewa. Ukishakuwa umesafiri kama hivi anajua unakuja kudanga. Sio tena kwa ajili ya kazi. Yaani unafanya kazi hapo waamini kama unafanya kazi. Anakuchanganya. Wanawake ni watu ambao wana catch faster sana. Okay. Mimi mwenyewe sisi kushika simu ya manzi. Simu ya mwanamke mimi sishiki. Shika kabisa hata nilikuta hapa sisi. Huna wivu? Kuna kupanic. Unajua wanawake tunajua wanasumbuliwa huko na nini. Lakini Konkara wanasema wivu ndio mapenzi. Lakini sasa ndio kuna namna sasa unakuwa unaangalia. Huo wivu hautaleta shida? Ukishaona wivu unaleta shida, basi natakiwa uachane nao. Okay. Bana tunashukuru sana bwana Konkara. Karibu sana Dodoma. Karibu sana Kipungu Media. Asante sana.